ya mkulima ambaye alipata elimu kutoka TAHA juu ya matumizi sahihi na fanisi ya maji na kubadilisha maisha kwenye kilimo cha mboga na matunda kwa kupata mazao yanayokidhi soko. Mzee mwenzangu, kwani mfumo wa umwagiliaji na ujuzi uliupata wapi bwana? Mzee Maganga, wakati na kuambia twende mafunzo ya TAHA ulipuuza bwana. Kule nilipata utaalamu na matumizi sahihi ya maji, hata mbinu hizi za umwagiliaji. Ala, kweli mzee mwenzangu, hapo nilipuuza jambo la faida bwana. Hakika nimejua kosa langu. Sasa mzee mwenzangu, huu mfumo sio gharama. Kila wakati wewe hutilia mashaka kila jambo. Aya, ukigaro kuna mafunzo, tena yale ya wataalamu kutoka TAHA, pale uwanja wa shule ya msingi. Tufike pale, utapata maelezo na mafunzo. Sahihi kabisa mzee mwenzangu. Kwa namna mazao yako yanapendeza, nitahudhuria na mimi nipate manufaa. Wazee wenzangu, hii kaya leo ni nzuri sana. Hakika leo waliweka maji mengi ndugu yangu. Huu mwaka jua limekuwa kali sana. Mazao hayapati maji ya kutosha kutokana na ufinyu wa mitaro yetu ya maji huku mashambani. Kweli kabisa. Hata mimi napata tabu sana kunyeshea. Ila mzee Jeremia, yeye mazao yake yanastawi. Labda tudokezee wote siri ya mafanikio yake. Wazee wenzangu, tumekuwa na utamaduni wa kufanya vitu kwa mazoea na kukataa kabisa maarifa ya kubadilika wakati nyakati zimebadilika na zinahitaji maarifa na mabadiliko chanya. Mafanikio yangu sio uchawi, ila ni ufahamu na uelewa niliupata kwa kuhudhuria mafunzo kutoka kwa wataalamu kutoka TAHA. Haya wazee wenzangu, tusizozane. Kwa uhakika zaidi, tuhudhurie mafunzo yajayo pale uwanjani siku ya Ijumaa, kwani wataalamu kutoka TAHA watafika siku hiyo. Ndiyo, sahihi kabisa. Tutafika na sisi tupate elimu juu ya matumizi sahihi ya maji kwa manufaa yetu sote. Ndugu wana kijiji cha Mtungura, karibuni sana kwenye mkutano wa mafunzo kutoka kwa wataalamu wetu wa kilimo TAHA. Kabla tuanze, tupate ushuhuda kutoka kwa mwenzetu aliyenufaika na matumizi haya. Bwana Jeremia, karibu. Asante sana mwenyekiti. Awali nilikuwa napitia changamoto kubwa sana ya ukosefu wa maji ya kutosha na upotevu mkubwa wa maji iliyosababisha kupata mavuno kidogo sana kwa kila msimu. Hali hii iliniumiza pamoja na familia yangu. Tulianza kuona mwanga baada ya hawa wataalamu wa TAHA walipokuja hapa kijijini, kipindi kile ambapo watu wengi walipuuzia kufika, na ndipo walipotupatia mbinu mbalimbali za utunzaji wa maji na matumizi sahihi ya maji hapa shambani. Ndipo nilipochukua hatua shambani kwangu na kufanya mabadiliko ya miundombinu ya maji na kuzingatia maelekezo, ambapo nimeokoa maji, nimeongeza mazao, na sasa familia yangu inafaidika sana. Ningependa kuwashauri watu wote tuweke mikakati ya usimamizi wa maji ili kufanikisha kilimo chetu. Hii ni mikakati baadhi tunayoweza kuitekeleza, maana nimefanya na imenisaidia sana. 1. Tutumie mfumo wa umwagiliaji wa matone ili kuokoa upotevu wa maji na kuhakikisha kila mmea unapata unyevu wa kutosha sehemu sahihi. 2. Tujenge visima au mabwawa makubwa na madogo ya kuhifadhi maji ya mvua kwa matumizi ya baadaye kwa kuzingatia mabadiliko ya tabia nchi. Baada ya kupata ushuhuda huo, sasa tumsikilize mtaalamu kutoka TAHA aliyekuja kutuelimisha zaidi kuhusu matumizi sahihi ya maji wakati wa shughuli za kilimo. Nawapongeza sana kwa kufika katika mafunzo haya. Naamini yatawapa mwangaza na ujuzi mpana juu ya matumizi sahihi na ya uendelevu wa rasilimali zetu muhimu sana katika kilimo, yaani nazungumzia maji, kwani mabadiliko ya tabia nchi yamechochea sana uhaba wa rasilimali hii. Hivyo lazima tukubali kutumia mbinu za ufanisi ili kuweza kuzuia upotevu wa maji na kuongeza utunzaji wa mazingira. Mkulima wetu wa TAHA, Bwana Jeremia, yupo sahihi kabisa kwa ushauri aliyoutoa. Nitaongeza kidogo mambo mbalimbali ya kuweza kuyafanya. Kwanza, pamoja na kuwa na sheria ya nchi, lakini ni jukumu letu kuadhimia kwa pamoja kutunza na kulinda vyanzo vyote vya maji kwa kufanya shughuli zetu za kibinadamu, angalau umbali wa hatua 60. Pia tuepuke kutupa na kuelekeza uchafu katika vyanzo vya maji. 2. Tutumie mbinu shirikishi za kulinda upotevu wa maji ardhini, ikiwa ni pamoja na kufunika udongo kwa nyasi, yaani kufanya matandazo au mbinu nyingine za kuzuia upotevu wa mvuke kutoka ardhini. Kila mkulima ahakikisha ubora na usalama wa maji ya umwagiliaji kwa kufanya vipimo vya kimaabara. Kwa maelezo zaidi, tembelea au wasiliana na TAHA. Ni hatari sana kutumia maji taka katika umwagiliaji. Tuweke mifumo endelevu ya umwagiliaji, yaani kilimo cha matone, ambapo zitamwagilia shamba kwa ufanisi na kuokoa upotevu wa maji, kwani maji yataenda moja kwa moja kwenye shina la mmea na kupunguza upotevu kwa njia ya uvukishaji. Uongozi wa kijiji uhakikishe kila mkulima anapata vibali na leseni zinazolinda na kusimamia matumizi sahihi ya maji. Pia
tuzingatie upandaji wa miti kuzunguka mashamba na vyanzo vya maji ili kuongeza ukijani na upatikanaji wa mvua. Pia ni muhimu kuzingatia muda wa kunyeshea, yaani asubuhi na jioni. Epuka kunyeshea wakati wa mchana. Zingatia kuweka mpango mzuri wa matumizi ya maji kwa kuweka taarifa za matumizi ya maji, vyanzo vya maji shambani kwako, kiasi cha matumizi na wakati gani wa matumizi na kadhalika. Wote kwa pamoja tunapaswa kushirikiana na kufahamu kuwa jukumu na wajibu wa kila mmoja kulinda vyanzo vya maji na kusimamia rasilimali maji, kwani ni bidhaa muhimu katika maisha yetu. Baada ya kuendeleza matumizi ya mfumo wa umwagiliaji wa matone na kufuata matumizi ya maji, shamba la Bwana Jeremia limebadilika zaidi na alifanikiwa kuongeza eneo la kulima. Mazao yake yote yanakuwa yenye ubora, usalama na mavuno yameongezeka maradufu. Jamani wanakijiji, leo mmedhihirisha uelewa wenu juu ya muhimu wa kutunza vyanzo vya maji na mazingira kwa ujumla. Hakika TAHA imebadilisha mitazamo yenu. Karibuni sana, tuanze zoezi letu. Kwa mwendo huu, maisha ya wanakijiji yamebadilika kabisa, na siku zijazo tutegemee sana kupata mvua za kutosha na maji yatafika kwa wingi zaidi mashambani mwetu. Mabadiliko ya wanakijiji hawa juu ya matumizi sahihi ya rasilimali maji na utunzaji wa mazingira ni mojawapo ya matunda ya juhudi zinazofanywa na TAHA nchini Tanzania kwa wakulima wa mboga mboga na matunda ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na kuongeza kipato kwa wakulima. Ndugu mkulima, chukua hatua ya kufuatilia mafunzo, na kwa maelezo zaidi wasiliana na TAHA, wanapatikana nchi nzima.